Kama umepata mtoto, basi mshukuru Mungu, maana umepata kitu chema. Kuna wengine hawana watoto kabisa, hivyo mtunze na kumwombea mtoto wako. Katika kijiji cha Mtela aliishi mwanamke mmoja aliyeitwa Gertrude. Mwanamke alikuwa na umri wa miaka 35, lakini hakuwa na mtoto wala hakuwa ameolewa. Wengi walisikika wakisema kuwa mwanamke huyo alikuwa amelaaniwa asipate mtoto, jambo ambalo halikuwa la kweli. Gertrude hakuwa mwanamke mbaya, kwani alikuwa mwanamke mzuri tu, tena mwenye mvuto mkubwa kutokana na umbo lake Mwenyezi Mungu alilompatia. Wanaume wengi walimtamani tu, na wengine walipata nafasi ya kuwa naye walimtumia tu na kumwacha. Wanaume wengi walimwacha Gertrude kutokana tu na maneno waliokuwa wakizungumza wanawake wa kijiji hicho, wakisema kuwa mwanamke yule alikuwa amelaaniwa, na yoyote ambaye angemuoa basi angeonekana kuwa na yeye pia amelaaniwa. Lakini Mungu si athumani, kwani siku moja Gertrude alipokuwa njiani kutokea kisimani, alikutana na tajiri mmoja, tajiri ambaye alikuwa akipita njia tu katika kijiji hicho. Tajiri huyu aliitwa Bwana Masoko. Yeye aliishi kijiji cha jirani kilichoitwa Sopanga. Watu walimjua kwa utajiri wake, na pia wanawake wengi wa kijiji cha Sopanga na kijiji cha Mtela walitamani sana kuolewa na mtu kama yeye. Basi Bwana Masoko alivutiwa sana na uzuri wa halisi aliyokuwa nao Gertrude, na yeye alipomwona tu alimuona kama mwanamke wa kumwoa, yaani mke. Yeye hakumuona kama mwanamke wa kutia sukari kwenye ulimi, wala hakumuona kama mwanamke wa kumpatia burudani. Alimuona kama mke. Basi Bwana Masoko alimpenda sana Gertrude, na hatimaye alikuja nyumbani kwa kina Gertrude ili aweze kutoa posa ama mahari na kuweza kumuoa kabisa Gertrude aweze kuwa mke wake halali. Kijiji cha Mtela kilijawa na vicheko juu ya tajiri huyo, kwani wengi walimuona kama mtu asiyekuwa na bahati kabisa katika kufanya machaguzi yake. Wanawake wa kijiji kile cha Mtela walimcheka sana Gertrude, wakimwambia kuwa yeye ni maji ya jioni tu, yamekwisha kupoa na kamwe hataweza kuishi na tajiri yule. Basi tajiri yule alifanya harusi kubwa, harusi iliyokutanisha watu wengi kutoka kijiji cha Mtela na kijiji cha jirani kilichoitwa Sopanga alichotokea tajiri huyo Bwana Masoko. Basi watu kwenye harusi hiyo walikunywa na kula kile walichokitaka, na wala hawakusumbuliwa na mtu yoyote yule. Licha ya maneno machafu walioyatupa kwa Gertrude pamoja na tajiri yule, leo walisahau maneno yao machafu, wakala mpaka na kusaza. Baada ya sherehe ile kubwa, maisha ya amani na upendo kati ya tajiri yule na Gertrude iliyofanya watu wa kijiji cha Sopanga pamoja na kijiji cha Mtela kuonea wivu, kwani walionekana wenye furaha na mapenzi ya kweli kila nyakati. Kutokana na uzuri na tabia ya Gertrude, basi Bwana Masoko aliweza kuwajengea wazazi wa Gertrude nyumba kubwa pamoja na kuwapatia magari ya kifahari. Hapo wivu wa watu wa kijiji cha Mtela ulizidi kuwaka juu ya Gertrude. Ulipita muda wa miaka miwili, wawili hawa wakiwa kwenye ndoa ya amani na upendo mkubwa. Lakini sasa waliona changamoto kubwa, wakaona kasoro ndani ya ndoa yao, kwani hakuonekana Gertrude akitema mate wala mimba ikiharibika. Maana yake hawakuwa na uwezo wa kupata mtoto. Usiku wa manane, wengine wakilala kwa amani, Gertrude hakuweza kabisa kupata usingizi, kwani alijiona tatizo na mwiba mkubwa kwenye ndoa yake. Wakati wa mchana aliota ndoto akiwa macho, kwani alijihisi akiwa amembeba mtoto wake na huku akimbembeleza kwa furaha kubwa. Ni nini sababu ya utasa wake Gertrude? Umbea wa wanamama wa kijiji hicho ulizidi kusikika, wakisema kuwa Bwana Masoko hana mke,
bali ana pambo tu ndani kwake. Gertrude aliposikia maneno yale aliumia sana na kutokwa na machozi kila wakati. Sasa mapenzi ya Bwana Masoko kwa Gertrude yalianza kupungua na ladha ya penzi la mke wake ikaanza kupungua na kuwa chungu, kwani Bwana Masoko alianza kurudi nyakati za usiku, tena kwa kuchelewa kabisa, na huku akiwa amelewa na akimtukana mke wake. Alisikika Bwana Masoko akisema kuwa mke wake hampi heshima, ni fedhea na aibu tu. Lakini wakati alipoamka asubuhi, alionekana kuwa mpole na huku akimfariji mke wake. Siku moja Gertrude alitembelewa na rafiki yake wa zamani aliyeitwa Chausiku. Gertrude alipomweleza machungu yake, basi Chausiku alimwambia ni jambo dogo tu. Hivyo alimwomba wafunge safari kwenda kwa mganga aliyepatikana katika kijiji cha Sopanga. Mganga alijulikana kwa umaarufu wake mkubwa wa kufanya miujiza mikubwa na ambayo wengine wasingeweza kuamini. Mganga huyu alipata nguvu kubwa kutoka kwa babu zake, tena alikuwa na majini yenye idadi ya 10,000. Kwa jina, mganga huyu aliitwa Mganga Macho, kwani kila kisichoonekana yeye alikiona, tena kwa urahisi zaidi. Basi walifunga safari ya kuingia katika msitu aliopatikana mganga yule. Basi Mganga Macho akawaambia kuwa Gertrude amelogwa na mama yake. Basi Gertrude hakuamini kile alichoambiwa na Mganga Macho. Basi alilia sana, huku akiomba apate usaidizi tu, wala mama yake asidhurike kwa lolote. Lakini mganga akamwambia lazima kafara itolewe, na kafara hiyo ni kumuua baba yake, ili tu kifungo hiko cha utasa kiweze kuondoka na mama yake aweze kuwa mbali naye. Ni kwa nini mama yake aweze kumloga? Ama ni janja janja tu za mganga? Basi Gertrude alilia sana, huku akimwomba Mganga Macho ampe njia rahisi zaidi, kwani ile ilikuwa ni njia ngumu kwake na asingeweza kuitimiza. Basi mganga akabadilisha sharti, akamwambia kuwa atalala na joka lake kubwa jeusi ndani ya siku 7 katika chumba cha siri na bila ya mume wake kugundua. Kisha baada ya hapo atashiriki tendo na mume wake, kisha atakuwa mjamzito. Hiyo ilikuwa njia rahisi kabisa kwa Gertrude, hivyo alikubali na kuanza kulala na joka lile jeusi lililotisha nyakati za usiku bila hata mume wake kugundua. Basi siku 7 zilipita na sasa Gertrude alimaliza masharti aliyopewa na mganga wake, hivyo alifanikiwa kulala na mume wake, na baada ya mwezi mmoja alipata dalili za kwanza za ujauzito, na hapo alifurahi na kutangaza kwa kila aliyemwona kuwa yeye ni mjamzito. Sasa Bwana Masoko alionekana kuwa na furaha kubwa, huku akinenepa kiasi. Basi Gertrude alijifungua mtoto wake wa kiume na akamwita Sinduna, kwani alimpata mtoto huyu kwenye njia ngumu kabisa. Lakini mtoto yule hakuwa mtoto wa kawaida, alikuwa ni mtoto wa ajabu sana, kwani nyakati za usiku alikuwa wa baridi zaidi, na wakati mwingine alibadilika na kuwa na magamba mgongoni mwake na kifuani, magamba yaliyofanana na magamba ya nyoka. Wakati mama yake alipomnyonyesha, yeye alikataa na kumng'ata mama yake na kuonyesha kufurahia kunyonya damu ya mama yake na sio maziwa. Basi mama yake aliteswa na mtoto yule, na sasa mwili wake ulionekana kupungua kidogo kutokana na msongo wa mawazo. Asingeweza kumfanyia tendo baya, kwani ni mtoto wake wa kwanza na amemtafuta kwa njia ngumu zaidi. Licha ya hivyo, heshima imekuwa kubwa kwake baada ya kujifungua mtoto aliyemuita Sinduna, heshima kijiji chake na kijiji cha Sopanga. Siku moja aliamua kwenda kanisani, na wakati mchungaji alipokuwa akiomba, ghafla Sinduna alilia sana
huku akibadilika macho yake. Macho yalianza kuwa mekundu na ya kutisha zaidi, huku ngozi yake ikabadilika kuwa ngumu na ya kutisha. Na hatimaye Sinduna alibadilika na kuwa joka kubwa ambalo lilianza kuwakimbiza waumini kwa uoga mkubwa. Mchungaji alikuwa akilikemea joka lile ambalo kwa muda mrefu lilikuwa likimtazama usoni mwake, wala hakuwa na uoga wa kulitazama na kulikemea joka hilo. Baadaye joka lile lilimgeukia mama yake ambaye ni Gertrude, likataka kuingia katika mwili wake kupitia sehemu za siri. Kumbe Sinduna sio mtoto. Kumbe Sinduna ni joka kubwa na la kutisha. Gertrude alilia kwa uchungu, huku akionyesha uoga kuliogopa joka lile ambalo lilitaka kumwingia katika mwili wake pale pale ibadani. Basi wakati akiwa analia, mchungaji alikemea joka lile mara 7 akisema hakuna Mungu mwingine aliye Mungu Mwenyezi, Mungu mwenye nguvu na mamlaka, ila yeye aliye juu na anayeishi milele na milele. Na hivyo kwa rehema yake na miujiza anayoitenda Mwenyezi Mungu, na kuamuru ewe joka utoweke na kamwe usirudi tena kumsumbua mama huyu. Joka lile likaanza kuungua kwa moto kutokana na maneno yale ambayo mchungaji alikuwa akiyatamka. Basi kwa nguvu za Mwenyezi Mungu joka lile likaungua na kuteketea, na hatimaye likawa majivu mbele ya madhabahu ile. Waumini wa kanisa lile walifurahi sana, huku wakimshangilia Mungu kwa muujiza mkubwa. Mchungaji akamwita Gertrude na kumwombea tena, huku akimwekea mikono tumboni na kumwambia kuwa mwakani muda kama huu utapata mtoto, nawe utamuita Emmanuel, yaani Mungu pamoja na wanadamu. Kweli majira kama yale ambayo mchungaji alimtabiria, mwaka mwingine kabisa Gertrude alionekana akiwa amebeba ujauzito, na baadaye alijifungua mtoto mzuri wa kiume, naye alimuita Emmanuel kama vile mchungaji alivyotaka, akimkumbatia na kufurahi sana huku akirukaruka. Kwa sasa Bwana Masoko alionekana akiwa na furaha, tena si furaha ya kawaida. Mwili wake ukaanza kunenepa. Alifurahi sana 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 baada ya kumpata mtoto kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Alihisi angeweza kufa bila ya kupata mtoto baada ya ndoa aliyoifunga na Gertrude. Basi huu unakuwa ni mwisho mzuri wa simulizi yetu inayoitwa Sinduna. Ulikuwa nami Chris mwana wa W. Ulichojifunza ni kitu kizuri, weka kwenye comment huku ukisubscribe. Usisahau kulike. Tunawapenda.